Tumekuwa tukizungumzia kuhusu lishe kwa namna mbalimbali. Nikizungumzia lishe, nazungumzia minerals, nazungumzia vitamins na compounds pamoja na vitu mbalimbali katika lishe, mpaka na sukari, aina fulani za sukari na vitu kama vile carbohydrates ama wanasema Kiswahili wanga. Huwezi kuzungumzia lishe bila kuzungumzia compounds, bila kuzungumzia minerals, bila kuzungumzia vitamins, bila kuzungumzia carbohydrates, bila kuzungumzia proteins. Kwa hiyo ni elimu ambayo inataka elimu, si elimu ya kuzungumza tu bali unaongea. Katika video zangu ukiangalia utaona kwamba lishe nyingi nazungumzia na compounds, nazungumzia na minerals na faida zake. Sasa kuna minerals ambazo ni nyingi ambazo zina faida, na pia kuna baadhi ya watu wakitumia hizi aina za minerals fulani zinaweza kwao zikawa na matatizo, sio afya tena. Kwa mfano, mtu mwenye tatizo la figo ambalo ndio yuko mwanzo, achilia mbali huyo ambaye tayari ana chronic kidney disease ambaye yuko na CKD ambaye tayari ashakuwa ni chronic, achilia mbali huyo. Yule mtu tu ambaye tayari ashaanzwa na tatizo la figo, huwa anashauriwa sana asitumie vitu vya protein kwa ajili ya kuweza kumeng'enywa katika figo, pamoja pia na potassium. Lakini vyote hivi ni vitu muhimu, lakini kwa mtu wa figo haruhusiwi kutumia kwa wingi kama ndiye ameanza kuwa na shida ya figo. Yule ambaye tayari ashakuwa na chronic kidney disease, yule kabisa anakuwa anaangaliwa kwa ukaribu asiweze kutumia. Kwa hiyo tunapozungumzia lishe tunaweza kuangazia sehemu mbalimbali na kuweza kugusia kwa watu ambao itawafaa na wale ambao haiwafai. Kwa mfano, tumezungumzia kitu ambacho kinaitwa kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kizuri kwa kila mtu na pia si kizuri kwa watu wote. Kuna watu ambao wana wana shida ya platelets, wana shida ya upande wa kuweza kufanya uwezo wa kufanya damu zao zisitoke katika pale mtu akipata accident. Watu kama hawa hawaruhusiwi kutumia vitunguu saumu kwa ajili, kwa kawaida vitunguu saumu inakwenda kufanya damu iwe nyepesi, yani blood thinning. Ama pia mtu mwenye shida hii ya damu kuwa nyepesi pia haruhusiwi kutumia vitu kama vile pilipili, yani cayenne pepper, kwa ajili pia nayo ina tabia ya kumfanya mtu aweze kuwa na uwezo wa kufanya damu yake iwe nyepesi. Kwa kawaida damu inaweza ikawa nzito, na hii ndio shida kubwa sana kwa sasa. Watu wengi wanapatwa na shida ya blood clots, yani anakuwa na damu ambayo inagandaganda ama damu nzito. Na mtu akiwa na damu nzito ni tatizo nalo. Anaweza damu hii ikawa nzito, ikashindwa kwenda kupita katika mshipa damu, na damu hii pia isifike kwenye ubongo na kwenye moyo, na huyu mtu akafa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tunavyovizungumzia juu ya lishe, na kuna ambavyo vina faida na kuna ambavyo havina faida kwa watu wengine. Kwa hiyo pia unaweza ukapitia kitabu changu ambacho nilichoandika kuhusu lishe, pia ukasoma na ukaelewa kuhusu lishe na vitu ambavyo vinasema kwamba ni vibaya. Je, ni kweli vina ubaya? Na je, ubaya wake uko wapi? Inaweza ndio ikawa mbaya kwa mtu fulani na